Kitu ambacho tulinyimwa kufundishwa toka chekechea ni maumbile ambayo mitaita ulimwengu. Kwa maana ya ndani zaidi tutasema dunia. Tukishasema dunia tunasemaje? Tunakuja sasa, dunia iko ndani ya mzunguko wa jua, si ndio? Katika mzunguko ule wanaita solar system. Alafu tukitoka pale tunaita hii galaxy moja tu hiyo. Alafu tutakuja na galaxy zingine. Ziko ngapi? Ziko mabilioni ya galaxy, ambayo jumla yake tutasema ni mbingu kuu. Mimi ninavyoitambua sasa, kwa mtazamo wangu, ni mbingu kuu, lakini kwa Kiingereza wanaita the universe. Haijatafutiwa Kiswahili na uhakika mkubwa. Kwa hiyo ni mbingu kuu. Mbingu kuu hii mpaka leo hii hatujagundua hata hivyo ukubwa wake ni ukubwa wa kiasi gani, kwa sababu sasa hivi sayansi inatueleza kuhusiana na asili ya DNA, yaani asili ya vinasaba. Asili yake tunaambiwa imetafutwa mpaka ikakutwa mahali kwamba asili yake toka ilikotokea ni karibu miaka bilioni 9 huko, bilioni 9 zilizopita, na uhai wa dunia nafikiri ni bilioni ngapi? 4.5, kitu cha namna kama nusu yake, au hata kama ikitakuwa chini yake, potelea kwa mbali. Lakini tunaangalia sasa asili ya hivi vinasaba vilikotokea ni miaka mingi sana, na swali linakuja, wakati dunia haipo vilikuwa wapi hiyo miaka mingine? Kabla hii dunia tunaishi sasa hivi vilikuwa wapi vinasaba hivi? Kwa sababu vinasaba ndio vinavyobeba historia mbalimbali ya silika ya mtu, historia mbalimbali alikotokea, na kila kitu imo mle kwenye vinasaba. Huu ulegevu wa kuto kujifunza mambo katika jamii zetu za sasa na kuzingatia vitu vya kipuuzi ndio unasababisha watu tunaishi tu ni afadhali hata wanyama wanaishi wakielewa wanafanya nini, kuliko sasa hivi jinsi binadamu walio wengi wamejiweka katika kundi la kuishi tu kihovyo tu. Lakini achana na hiyo, sisi leo tuna kazi moja tu, manake najua kuna watu ambao wapo watakuwa wanasikiliza na kuzingatia haya yanayozungumza na kuona kwamba ni mazungumzo ambayo yana faida katika maisha yao kuanzia sasa ya kila siku itakayoendelea, na kupata ufahamu halisia. Nitasema hivi, utaratibu wote unaoendelea duniani ni bandia. Narudia tena, utaratibu wote unaoendelea hapa duniani wa utaratibu mbalimbali, yani mifumo, sijui kitu gani, ni bandia. Ile halisi yenyewe hatujaanza kufuata, ule utaratibu halisi wenyewe hatujaanza kufuata. Sasa hebu tulifafanue hili kwa mapana. Kwa nini nimezungumza hivyo? Kwa sababu dunia hii yenye utaratibu bandia ndio inaanza kuishia. Hili jambo nilishawahi kulizungumza siku za nyuma. Inaanza kuishia. Kwa hiyo inakuja dunia mpya. Sasa nyinyi watu wa Biblia na nyinyi watu wa Qur'ani kule, au watu wa dini kwa ujumla wenu, mnaozungumza habari ya mwisho wa dunia, kiama, sijui kitu gani, kiama mliokuwa mnaizungumza, mimi naifafanua katika namna ambayo ya kihalisia. Kiama ambacho kinazungumziwa na hizo dini ni kwamba kutakuja mahali dunia itajirudia pale kwenye asili yake, na viumbe vilivyoko ndani yake ambavyo muhimu ni binadamu watajitambua na kuanza kuishi katika utaratibu halisi. Ndio hiki tunakizungumza hapa, katika utaratibu halisi, ndio jambo nalozungumza hapa sasa hivi. Kwa hiyo basi, kwa Kiingereza inaitwa shift, yaani kutakuwa na mpishano. Mmoja atakuwa na yoyoma, yule halisia atakuja tena kuchukua ile nafasi. Kwa hiyo kila nyakati toka hii dunia ilivyoanza, kila nyakati zina utaratibu wake, na kila nyakati zina
wajumbe wake, na kila nyakati zina ujumbe wake, na kila wakati una utaratibu wake wa kufuata kutokana na uhalisia uliopangwa kabla dunia haijawepo. Yaani kwa maana vinasaba vilivyokuwa huko miaka bilioni 9 hizo, huko vinasaba vilikotokea itarudi kuja sasa kuendelea na utaratibu wake wa kawaida. Kwa nini huu utaratibu wa kawaida uliondoka? Utaratibu wa kawaida uliondoka kwa sababu kuna kitu kinaitwa uchoyo. Yaani uchoyo wa kutokupeana mawazo, uchoyo wa kutengana na watu wengine, uchoyo wa kutenga watu wengine wasikipate 1, 2, 3, uchoyo wa kutaka wao wawe daraja la juu kuliko watu wengine, uchoyo wa kuwafanya wengine wasiishi maisha mazuri, uchoyo wa kuwafanya watu wengine wasiwe na elimu fulani, uchoyo unaowafanya watu wasiwe na kumbukumbu, ila watu wachache wawe na kumbukumbu na wawe na ufahamu halisi ili waweze kutawala dunia. Sasa watajiuliza kwa nini huyu mtu anazungumza namna hiyo? Huyu kwa nini anazungumza hivi? Nazungumza hivyo kwa sababu wakati wake umefika. Kwa sababu sasa ni nyakati zingine, nyinyi inatosha sasa. Hayo mlioyafanya yanatosha. Ni nyakati zingine, kwa sababu muda haungojei nyinyi mipango yenu, na nyinyi sio mliokuwa mnavishikilia hivyo vinasaba miaka bilioni 9 zilizopita. Kwa hiyo kuna anayeshikilia hiyo miaka 9 kabla hii dunia ijawapo. Yupo aliyekuwa anavishikilia vilikotoka hivyo vinasaba. Sasa tusisumbuane. Kwanza anza kulielewa hivyo. Je, wewe ndio mmiliki wa vinasaba vyote duniani? Kwa sababu wewe sasa hivi ulikuwa umevishikilia kwa muda mrefu vinasaba vile, ukavipumbaza vikakosa mahali pa kusimamia na kujitambua, kwa sababu utaratibu mzima wa namna vinasaba vinapopokea miali ya kutoka kwenye jua na kuweza kuleta virutubisho vya uhai wa vinasaba vile kama ilivyokuwa huko mwanzo, wewe umekuja katia giza. Sasa hayo na mengine ni undani zaidi. Wengine ambao hamuelewi, wengine wananielewa. Kuna wengine hao wananielewa vizuri sana. Kuna walio wengi mtakuwa hamnielewi, lakini hilo jambo tukianza kulizungumza hapa halina muda wa kutosha. Tunaweza tukazungumza hata mwezi mzima hapa. Manake ni refu sana. La kuhusiana na vinasaba, vinapataje virutubisho, vinapataje uhai wake, vinapataje utendaji kazi wake, vinafanyaje ile system ile, utaratibu wake, ile mfumo ule. Hiyo tunaacha, lakini tunataka tueleze tu kwa juu kwamba jamani, vinasaba hivi vina asili yake vilikotokea na vimebeba kumbukumbu zote. Sasa asifike mahali mtu akakudanganya akakufanya hivi. Sasa itategemea. Walio na masikio watasikia, na walio na ufahamu watatambua hichi ninachozungumza, kwamba nyakati sio zile za juzi na majuzi na mwaka jana. Hii ni wakati mwingine, tunaingia kwenye ukurasa mwingine. Binadamu unaingia kwenye ubora wako kama binadamu, ili uweze kuishi kwa utaratibu ule uliokumepangwa. Haya yalitokea ili utaratibu huu utakaporudi tena wajue kwamba wao hawana nguvu juu ya hiyo nguvu ambako ndiko vinasaba vilikotokea. Kwa hiyo hii imekuja wakati mwafaka, kwa sababu watu wameingia kwenye mahangaiko ambayo hayana majawabu. Watu wanajaribu kuangalia watajitatua vipi, watatokana vipi na haya maisha magumu, maisha yaliyojizonga, maisha ya dhiki, maisha ya kunyanyasa sana, maisha ya woga, maisha yasiyo na mwelekeo, maisha ambayo yanakatisha tamaa, maisha ambayo hayana hata ukweli ndani yake, kwa sababu sasa hivi binadamu wote wamefundishwa uongo.
kudanganya na wakubali kudanganywa na wasijikurupue kwa muda mrefu. Sasa je, kudanganywa na kudanganya kumeleta madhara gani? Kudanganya na kudanganywa kumeleta madhara ambayo ndio haya tunayaona. Watu wanapata dhiki kwa sababu kuna vita zisizo na sababu ya msingi zinaendelea, zinasababisha watu wanaingia kwenye dhiki ambazo zinakuwa kama zimetengenezwa, kwa sababu kama wewe umesababisha vita, unaposema ingieni vitani, au ukaamua watengeneze watu silaha za maangamizi, kuanzia pale unapotoa yale maamuzi na kuanza kutumia hiyo pesa ya kuweza kuyatengeneza masilaha ya maangamizi, tayari umeshaamua kwamba watu waingie kwenye dhiki, kwa sababu yatakapoanza kutumika yale masilaha ya maangamizi, kweli watu wataingia kwenye dhiki. Kwani hatuoni jamani? Hamuoni hamuoni? Nyumba zimejengwa kwa masimenti na manguzo na mavyuma na nini, inateketezwa kwa second kadhaa, kwa second kadhaa tu yanaporomoshwa, hamna kitu. Yaani mji unageuka mboga au inageuka rundo tu la mawe. Nafikiri unanielewa sasa. Shida ni nini? Yale maamuzi ya mwanzo ya kutengeneza hizo silaha zilizobomoa hayo majumba, hizo silaha za maangamizi. Je, binadamu anaendelea kuwa katika maisha yake ya kawaida? Hapana, inabidi aingie kwenye dhiki. Ndio. Anatakiwa awe mkimbizi ndani ya nchi yake? Ndio. Je, hiyo ni sawa? Ndio DNA inavyozungumza kwamba tuje hapa ili tukae namna hiyo? Hapana. Kwa hiyo je, tukisema kwamba hii ni utaratibu ambao utakiwi, tutakataa? Tutakataa? Hatuwezi kukataa, kwa sababu walio wengi tunaona, kwa sababu wanyonge tulio wengi na ndio wanaopata matatizo. Je, sisi kama ni wengi, je, tunashindwa hata kuungana tu tukakubaliana na maelezo kama haya kwamba kumbe sisi tunatakiwa tujitambue, tuna nguvu zetu, tuna uungu ndani yetu, tunatakiwa tugeuke na tusimame kwa pamoja, tukatae na tukemee kwa pamoja, na ikiwezekana tuamue sasa, tuamue kuungana, tuamue kurudi kwenye mshikamano wetu. Haya maelezo nimeshaeleza mara kadhaa kwamba sisi ni wamoja na sisi tunatakiwa tuwe na mshikamano, kwa sababu mshikamano ndio pekee silaha ambayo itatuweka kurudi kwenye utaratibu halisia ambao ulipangwa kabla ya dunia hii haijawepo miaka bilioni 9 iliyopita. Kwa hiyo kwa wale wanaotaka kuleta ubishi, tuonane kwenye comment. Nenda kwenye comment, leta hoja zako, tutajibizana huko. Asanteni sana kwa kunisikiliza.